Alafu mstari wa 50, akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Leo tutaruka hapa. Tutavua yale mavazi ya utambulisho wa wokovu. Ili ni vazi ambalo alikuwa anaonekanika na kila mtu ya kwamba Bartimayo anahitaji, ni kipofu, hapati kuona. Lakini alipokutana na Yesu akavua. Yesu alipomwita akasema, kuanzia leo mimi sio kipofu. Yesu alipomwita akasema, kuanzia leo mimi sitahangaika na kwenye kutafuta ajira, najua mimi ni ajira tosha. Halo, watu wa Mungu, Bwana apewe sifa. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Alipopona akamfuata njiani, hakubakia pale kwenye njia panda au kando ya njia. Alipofunguliwa macho akapata kuona. Hapa leo kitaeleweka. Nasema hapa kitaeleweka. Kuna ambao mtaanza kuona hayo maono waziwazi hapa kwenye huu mkesha hapa. Yes, hapa. Haleluya. Hata kwenye hizi sura 2 nimekuandikia mambo kama 7 au 8 ambao tutasaidiana na Roho Mtakatifu atanisaidia kwa ajili ya kuleta kwako kwenye haya mambo ambayo tumeyasoma. Jambo la kwanza kabisa, kuwa macho au kuwa na macho haimaanishi unaona. Kitendo cha wewe kuwa na macho haimaanishi kwamba unaona. Kwa tafsiri nyingine, kwenye ulimwengu wa rohoni na ulimwengu wa mwili ni vitu viwili tofauti. Anayeona mwilini haimaanishi anaona na rohoni. Kwa hiyo wakati waliposikia Yesu anapita, na wao wakapaza sauti. Kwa hiyo walisikia kwanza sauti za Yesu anapita. Kwa hiyo rohoni kwao wakakubali ya kwamba huyu anayepita anaweza akatusaidia. Kwa hiyo macho yao ya ndani yaliona kuna msaada upo. Macho yao ya ndani yaligundua kuna namna ambavyo hatupasi kuwa hivi. Kwa hiyo napokuwa nimeokoka, naokoka ndio kwa ajili ya kwenda mbinguni, ni mambo ya rohoni. Lakini ninapokuwepo duniani lazima niwe na macho mengine. Hayo macho mengine yananisaidia kuona yale ambayo natakiwa kuyaona. Kwa hiyo yeyote ambaye yupo duniani lakini ana macho tu ya kawaida, hana kitu kingine anachokiona kutoka kwa Mungu wake, manake bado ni kipofu. Kwa hiyo ninapokuwepo kanisani miaka 5, miaka 10, ni kweli hongera, una miaka 10 ya wokovu, lakini kuna kitu kinatakiwa kionekanike cha tofauti kwenye maisha yako. Na hicho kitu ndio tunasema wewe sasa una macho ya kuona. Wewe sio kipofu tena. Kwa hiyo hawa watu walikuwa hawaoni physically, lakini waliposikia sauti yake wakasema, Mwana wa Daudi utufanyaje? Uturehemu. Kwa hiyo kitendo cha wao kuisikia ile sauti, ndani mwao walishaanza kuona. Na ndio maana walipowakataza, walipoambia wanyamaza, hawakunyamaza kwa sababu ndani mwao waliona. Na ndio maana hawakunyamaza. Huwezi ukanyamaza kwenye kitu ulichokuwa unakiona. Huwezi ukanyamaza kwenye maono ambayo Mungu amekupa. Ni wewe peke yako ambaye Mungu amekupatia. Wakikunyamazisha unawaambia mimi siwezi kunyamaza kwa sababu kuna kitu nakiona. Lakini kama wangebakia kwenye macho yao ya nje wangenyamaza. Jamaa waliona kutokea ndani. Sio Bartimayo waliona kutokea ndani. Ya kwamba mimi kuna mahali natakiwa kutoka hapa. Sitaki kubaki kwenye njia panda. Leo tutaisikia hiyo sauti na tutatoka katika njia panda katika jina la Yesu. Jamani, haleluya. Jambo la pili, macho ya ndani yana nguvu yanapokutana na upinzani wa watu. Macho ya ndani yana nguvu yanapokutana na upinzani wa ndani. Macho ya ndani yana nguvu yanapokuwa yanakutana na macho au upinzani wa watu wengine. So walipowaambia ya kwamba nyamazeni kimya, wao ndo walizidi kupaza sauti. Hapa duniani
moja ya kitu ambacho kinawagharimu watu wengi sana ambao Mungu ameweka maono ndani mwao ni watu ambao wako karibu nao, au ni wale watu wanaowafahamu kwa muda mrefu. Wanapoambia jambo hili hautaweza kulifanya. Wale watu ambao wanawafahamu kwa muda mrefu ni watu ambao wanajua ulipozaliwa, wanajua shule uliyosoma, wanajua supplementary ambazo ulikuwa umewahi kufanya. Unapoambia mimi ndiye mtu ambaye Mungu amejinunulia shujaa kwenye taifa letu, watakwambia haitawezekana, nyamaza kimya. Lakini ndani yako unaona nini? Hicho ndicho ambacho hakuna mtu atakaye kuzuia kwenye kule ambako unakoelekea. Na macho yako ya ndani yana nguvu pale yanapokutana upinzani wa watu, kwa sababu wale watu wa nje na wao pia wanakulazimisha macho yao. Alafu kwa bahati mbaya hawa watu ambao wanawaambia nyamazeni kimya, wao wanaona. Wale watu ambao wanatuambia jambo fulani haliwezekani, kinawezekana, na wao kuna mahali wamepiga hatua, lakini wasitamani watu wengine pia wakapiga hatua, kwa sababu waliowaambia nyamazeni kimya, wao wana macho, wao wanaona. Lakini hawa jamaa kuna kitu walikuwa wanakiona kutokea ndani mwao, ya kwamba waliposikia sauti kwamba Yesu anapita, wakasema mwana wa Daudi uturehemu. Waliponyamaza, Biblia inasema wakazidi kupaza nini? Kupaza sauti. Sema leo nitazidi kupaza sauti. Sijakusikia kwa sauti yako vizuri. Hebu ongeza sauti yako tena vizuri. Haleluya. Jambo la tatu, wengi wanaokupinga wakati mwingine hawajui shauku uliyokuwa nayo juu ya kile unachokiona. Wengi wanaokupinga wanaweza wasijue shauku uliyokuwa nayo juu ya kile unachokiona. Watu wanaokupinga wanaweza wasijue shauku ulionayo juu ya kile unachokiona. Mkutano wakawakaripia, nisaidie kusema wakawakaripia. Umewahi kukaripiwa mtu wa Mungu? Si unajua mtu anayekukaripia maana yake anakuweza, anakumudu. Anapokukaripia maana yake anahisi unachokifanya hakiko sahihi. Anayekukaripia maana yake anakuonesha kabisa hiyo njia uliyoichagua sio sahihi, njia sahihi ni hii, na anatumia nguvu nyingi kufanya kukukaripia. Lakini kwa bahati mbaya hawajui shauku iliyokuwepo ndani yako ikoje. Hivi unamweleza nini Bartholomayo? Biblia inatuambia alikuwa na umri wa miaka mingapi? Lakini amekuwa kipofu kwa muda gani? Wale watu ambao wamezuiwa hivi walikuwa vipofu kwa muda gani? Waliposikia kwa habari ya Yesu, haikuwa ndo malao ya kwanza kwamba Yesu anafufua au kwamba Yesu anawaponya watu waliokuwa hawaoni. Maana yake zile habari wamezisikia kwa muda mrefu. Linapokuja swala kuambia unawakaripia wanyamazi sauti zao, tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba hamjajua ya kwamba nina hali hii kwa miaka mingapi, napitia hii changamoto kwa muda gani, hata mnavyoniona nimekaa kwa muda gani kwenye hali hii. Watu wanaotuzuia wengi hawajui shauku ya sisi kufika kwenye level kubwa kiasi gani. Wazee waliotutangulia wanaweza wasituelewe tuna haja kiasi gani ya uamsho kwenye nchi yetu ya Tanzania. Watu wengine wanaweza wasikuelewe kwa nini unafunga sana, wasikuelewe kwa nini muda mwingi unakuwa fellowship, wasikuelewe kwa nini wakati mwingine unaenda kanisani kwa miguu, wanaweza wasikuelewe kwa nini ndani yako muda mwingi unatamani sana uwepo wa Mungu. Hawajajua shauku uliokuwa nayo. Hicho kitu kimekaa kwa muda gani? Kwa muda mrefu kiasi gani? Unataka kuiona Tanzania ya muda gani? Lakini watu wengine wanaotupinga wanaweza wasijue shauku tuliokuwa nayo. Sema wakawakaripia. Sema wakawakaripia. Unajua lengo la kukaripiwa maana yake unasimamishwa usiendelee na yale ambayo unatakiwa uendelee nayo. Lakini linapoibuka jambo la shauku ndani mwako, maana yake linaibuka jambo ambalo linataka likupeleke mahali ambako haijalishi nani anakupinga. Hawa waliokuwa wamewakaripia, Biblia inatuambia ilikuwa ni wakina nani? Inawezekana Makutano, lakini pia hata wakina Petro.
Kwa sababu hata yule mwanamke aliyetoka damu miaka 12, hata Petro naye akamwambia we mama, wakawa wanamzongazonga. Hata Yesu alipouliza ya kwamba mbona nahisi nguvu zangu zimepata kunitoka, wakamwambia Bwana, unazungukwa na watu wengi sana mahali hapa. Lakini yule mama alichokuwa anakiona kwa Yesu sio upindo. Yule mama alichokuwa anakiona kwa Yesu ni uponyaji wake wa damu yake ya miaka 12. Utamwambia nini yule mama kwa habari ya ile damu iliyokuwa inatoka miaka yote? Utamwambia nini kwa habari ya aibu aliyokuwa nayo miaka 12? Utamwambia nini kwa habari ya maisha yake na uchumi wake? Kwa sababu kwa kadri alivyokuwa akitafuta matibabu, ndivyo na hali yake ilivyozidi kuwa mbaya. Alipojua Yesu anaponya, utamzuiaje? Kwa hiyo kwa lugha nyingine, yule mama alichokuwa anakifanya wakati Yesu anamzunguka, wakati Yesu amesongwasongwa na vitu vingi, yule mama kwa sababu ya kuona aibu ya damu yake isije ikachuruzika na watu wakaiona, ina maana yule mama aliburuzika chini kwa chini, alipita kwenye uvungu wa watu, alipita kwenye matobo ya watu, mpaka amehakikisha amelikamata lile pindo. Hilo ndo jambo ambalo nikisoma Biblia nasemaga hivi, kila mtu mkuu aliwahi kuchukua hatua za ukuu. Kuna mahali ambapo upasi kujionea huruma, ndipo kuna mahali utapata kwenda. Kwa hiyo yule mama hakuangalia ya kwamba ninatokwa na damu kiasi gani, lakini nachokiangalia nawezaje kupona msiba wangu. Haleluya. Mwambie jirani yako, yeyote anayekupinga hajui shauku uliokuwa nayo. Haleluya. Kwa hiyo kwa lugha nyingine nachokitamani kutoka kwako ya kwamba hebu tamani maono yoyote ambayo Mungu ameweka ndani yako yapate kutimia kwa gharama yoyote ile. Wakikunyamazisha